Ngauru. Ni kauzi. Sema kauzi. Ni apostle kauzi. Na kuchekesha mpaka nakupeleka Serena kuja tukakule. Ndio nikuonyesha hakuna mahali utaenda. Kwa sababu wakati nilijua this is a destiny killer. Ni kauzi. You can marry a wife. Akuwe destiny. One of my marriage, it was a destiny killer. That woman was a destiny killer. And God had to remove her from my life completely. In a very nice way. Na ukikuwa mtu wa Mungu straight, Mungu anakuondoleanga hawa watu ma destiny killer. In a very nice way. Mungu anaweza kupatia huyu bibi green card, mkule green card, mwende Australia. Ukifika Australia Mungu akwambie rudi. Huyu akitaka kurudi, afugiwe huko. Because God ako ready ku perpetuate, kutengeneza destiny yako, because kuna mahali, kuna watu milioni 10 wanakungojea. 10 million souls, they are waiting for you. But this woman was planted. I'm sorry for using you, please. Yeah? Nakasirika? Okay. This woman was planted deliberately in your, aliwekwa kwa barabara yako. Ndio ukikuja yeye tu ndio utapik. Because she was planted, organized and ready for you. Not to come and help you, but to kill that which is in you. Na atakuja ni mhonoku, atakuja ni wakwaya, atakuja na kila kitu, hata kudio marika tadama marakache, yakata. Pikipiki laina, linakata, linaiko taya, linimekaya. Na kelia zote zimepada. Ukimwambia, na anakuwa kwa intercessory. Utamkuta kwa intercessory. Utamkuta kwa protocol. Todo anointing ile ni wako nene. Lakini kabla ukuje ulikuwa unanyenyekea mafuta. Na uko na prism umefundishwa na umeambiwa lazima unyenyekee kwa mafuta ndio uinuke. Lakini sasa huyu ameikia unaanza nini? Niye muhujosho ni adira amenyera turatoya nake todo. Ona leo ya mama redire kumutwarira hau drone mare hemodo kiarekati. Leo no ndamenya ne maguta maria ndina mo ne mwaretikira tondu tari na maguta nie ndi na maguta. Na yeye ndiye amekulea mpaka umefika hapo. Sasa wakati huyu aliingia, ukaanza kuona huyu msee akwagi na mafuta. Anaitwa destiny killer. These are the demons za kuua maono. Wakati uko kwa company unakuta umepagwa, umekua, ulianza huko ukiwa mtu wa kufagia. Umepanda wa kutumwa, ukaenda, ukapanda, umepanda, umeingia mpaka supervisor. Sasa God is ready to make you become a manager. Sasa hiyo ndio unaanza vituko. Kwa sababu kuna kamutu kalikuja in your house, in your life, na kamekugeuza, kamekuonyesha what is happening here. It is wrong. Hawa watu wanakutumia. Sasa hiyo ndio unawaambia kwa hawa watu wanakutumia. Hata ule hawa pesa sigana. Gilitwedi. Haya, gilitwedi. Only. Bana. Najua ile kaburi tunakuaga. Mtu wa kuosha analipakwa 30,000. Yaani wewe ndio unaonaka ukitumwa, wewe ndio unaonaka ukienda, wewe ndio unaonaka ukifanya, wewe ndio unaonaka ukienda hivi, wewe ndio unaonaka ukifanya hivi. Twedi. Ule hata nyumba. Ule yake. Yaani hivyo na dressing ni twedi tu. Lazima kuwe kuna mtu mwingine. Lazima kuwe kuna, anamwambia hapana, mimi am saved, mimi sifanyagi kitu kingine, mimi natumia hii 20 ndio na save. Acha nawe, nitakutafutia mtu atakuwa mtu mzuri, atakusaidiaga. Niko na marafiki wazuri. Marafiki yangu mmoja, yeye ni bilionea. Akikuja tu maisha yako amekubadilika. Kumbe inaweza kubadilika. Unakubali. Siku moja tu dungis. Unasikia uko HIV. Sasa kumbe hii kabuni mnaendaka kupimwa kila baada ya miezi 3. Unaenda unakutwa na uko na viini, unaambiwa sasa kazi imeisha. Na ikifika hapo wakijua wamefaulu kwa hiyo kakitu, wanatokaga wanaenda mission nyingine. Wanapiga simu wanasema netwale kelia modo. Wanaenda mission nyingine. Wanaitwa ma destiny killers. Kwa hivyo katika ministry kama hii, usiwahi kuwa na mtu utaita rafiki in a ministry, hata your wife, hata your husband, if you are leader of the ministry. The same bench. Sasa unaangalia unajua ile ni shetani, na hata bibi yako unatembea tu na ujaja tu ukijua hii ni destiny killer. Wakati atajaribu kukuweka kapa unaruka. Unaenda. Bwana Yesu asifiwe sana.
Hata mtoto wako anaweza kuwa your destiny killer. Hello. So it is very paramount to know the kind of people you let in your life. Very important. Kama huyo mdada ambaye tulimkubalisha alikuja hapa, ni mdada hata ukitembea na yeye barabara watu wanakuuliza oshoniwe mama. Unamwambia ashati mama, oshoni agera muno. Oshoni ni nyanya igajo. Akijua mimi natembea, najua hii ni nyoka ninatembea nayo, lakini kule nje wanaona nyanya igajo, lakini mimi najua hii ni nyoka. Na nyoka madestiny kila hawapigagwi. Oi. You will cause them to change their color and their plan. But ukiendelea na yeye kule kwao wanafikiria tumekamata mtu. Lakini be very careful ukitembea. Unatembea ukijua hapa kuna gap. Ati unaweza kuangusha mabati na tukue tofauti. Mimi saa hizi naweza kukugeuka ushidwe kama ni mimi. Kejita modo wa Ngai ni ate ai we. Ni ndi modo wa Ngai. Tadikore guthiaga. Tadikore guthiaga. Todo nidarikie ndamenya who are you. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio naonaga wakati mwingine niko green na wakati mwingine niko blue. Ni kulingana na madestiny kila wale nimeona ni wakati wako karibu na mimi. You try to change them but you don't insist on changing them. Don't insist on changing them but try to. Because these are people are ordained. Ni watu wazee kukuliko. Unaona ni kisichana kama haka. Okay. Wewe ni kisichana ama ni kisichana? Ni kisichana. Hi babe. Hi. Sasa unaona ni kisichana. How old are you? Ako na 20. Ako na 25. Tuseme tuseme ako na 23 kwa mfano, ako na 23 na mimi niko na 40 kwa mfano. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini utakuta huyu ni mzee kuniliko in terms of the spiritual life. Utakuta ako na 200 years, mimi niko na 50 years. So kwa kunivuja kama kale kasiana venye kalituambia kanaeda. Sasa ugitosho wenagu we pastor, you have been a pastor. Osho wako ikawetago. Have you ever done that? Yeah? Ogo ate before you eat your breakfast, I eat fast. Before you eat your lunch, I eat fast. Ulikuwa unajua hivyo? Ndio kimenya weke limo. Na neka ile tukatoka kurutia miaka wewe sio? Kena miaka 23. Simeona in the spiritual world these things are of you to understand. Zimekuja namna gani? Because you may think it's a small girl, but she is a grandmother katika ulimwengu wa kiroho. Na atakushughulikia mpaka siku atamalizana na wewe. Wathioka kaina ni gatoto kanyamuka hiana ona gatari nyama kanyamuka gatari na kuria kari niko kabitira wira uyu gathukiria muci wakwa wathira kanyamuka gatari ona mwari wakwa ari akiri na miaka mingi gukira. Sasa ukivuka maji baada ya kushughulikiwa kashaenda kako kukupa maingine kana shughulika na ingine. They are on a mission. Bwana Yesu asifiwe sana. They are on a mission and this mission is a continuous mission ordained from that world. Na alikuja dunia hii akiwa na hiyo roho to do that job. Na tunakuaga twigi to house girl twigi tunakuaga hivyo. Sasa tawe ni muzae. Asante. Yeah, asante. Endo leta ingine. Sasa umesikia? Unakuta kama to house girl. Unakuta kanajua kujipaka hii. Na kanajipakaka wakati mzee ako. Lakini wakati mama yuko hakapakagi. Kanapakaga finya tumatiti, kanafuga ile tumatiti tunafura hapa, tunakuja tunakaa hapa kama tumayai. Kanafurisha hapa hivi. Hapa inakuja inatoka hapa. Alafu hapa kanatengeneza. Alafu hii kanakata vizuri. Kanaweka ingine inaenda hivi.
hii inakuja hivi inaenda, alafu kanaweka tunywele twingine tunakaa hivi tunaenda heaven, na twingine tunakuja hivi tunaenda heaven. Bwana Yesu asifiwe sana, mpaka huyu anavuga macho. Sasa hizo ni zile za mama. Si mama ameenda soko. Ni zile za nani? Za mama. Na baba amebaki kwa sababu ako off 3 days. Ako kasichana, makucha kanakuwa vizuri. Hapa kanaweka mpaka inararuka mpaka hapa juu kabisa. Sasa kakikuja kusafu msee, kanakuja vizuri, kanaekelea msee. Alafu kana hakikisha msee amekaa pale, kanapagusa mesa. Alafu kanageuka, kanamuuliza msee, nikupikie mayai? Kana make sure hapa umeona, msee ameona hapa. Mzee anamuuliza, uko na ya kienyeji? Kwa sababu sisi tuko na moyo wa kuyeyushwa. Mama atoto ameenda? Ameenda soko. Unaona kama atarudi saa ngapi? Anarudigi saa 8 saa 9. Hebu acha nimpigie simu nisikie. Nyina karaoke. Kayothire ko tondu ndikihurukite haha na ndiri na thoko. Na ni uikara? Thaa kenda. Ndakihuta mothe. Anyway, niko kirugira reke ndirikane ura ngoruga. Kumbe anataka kujua masaa kama itakuwa available mzuri. Hii kitu nitakula hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuta amejipanga baka kwa sababu kama msichana intention ilikuwa kukula huyu mzee. Na haikuanza siku hiyo mama ameenda. Kameorganize na mademons baka mama ameenda soko. Kameorganize na mademon baka mzee amejikuta kwa nyumba. Kameorganize na mademon baka nakako kamekuja mayai iko na kila kitu. Na mama alikuwa amenunua hiyo na hii na manywele. After kamzee amemaliza, mwanamke kanaanza kuambia mzee, ni hata mnindipagi poa, hata hii nyumba si misioni kama nitakaa huko kwa hii nyumba. Hii bibi yako anakuwa na madharau sijui ni kama ya umbwa. Anatuonanga mpaka chakula anataka kuficha huko. Hata tuelewe. Ibaji da ananiambia tupike ugali yetu na uga ya kisiagi. Na nyinyi sasa mimi. Sasa hiyo ni madharau ina gani? Hata wewe hii ni bibi. Ulitoa wapi bibi mwanamke kama huyu? Mwanamke maraya tu anashindaga hapa kidararara na mashamba boy. Kamejua plani imeingia. Mzee kwa sababu alioja anakaambia nitakukobolea nyumba mahali. Achana na hii mwanamke, hata mimi nasikia kakinuka. Hiyo boma inaanguka, inaenda. By the time you come to realize, kakisha vunja, mkihama na ako katahama. Mtaenda huko, katahama kaende the next assignment. Na hiyo ndio imefanya most of us, we are suffering. Me, I was in that situation. Nimekuwa kwa hiyo situation. Nimekuwa kwa hiyo situation. Kanakuja, kananitrap, kananipeleka hivi. By the time I come to realize, nimefinywa already na ameenda. So ndio unaona sasa ukikuja saa hii you are late, nakwambia you are a bit late. 20 years ago nilishughulikiwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must be able to understand how to deal with the demons. Ambazo demons, the purpose of the demons in your life, it is to destroy the destiny. Hawana shughuli nyingine. Kama utakaa bila kushughulika na destiny yako, they won't ask you any question. As long as you don't touch your destiny. As long as you don't touch, wewe ni mchungaji umeitwa. As long as ugusani huko, ukue church elder, they are okay. Ukue chief asha, you are okay. Ukue security ya kanisa, they are okay. Lakini kuna mahali uliitwa na Mungu. Atakupatia kanisa, ufungue kanisa mahali. Na kuna watu wako ambao watakuja, wataokoka na watafanikiwa kwa sababu watakupitia mkono wako. Hiyo hapo ndio wanachuka. Sasa wanakupiga si kwa sababu yako, wanakupiga kwa sababu kuna watu wamefungia. Kule ando mahigireto kiugo. Na adwasho ni manamenyekana huyo ni ugoka kumohora. So what they do is to make sure they hold this one. Na akionekana ni mang'aa sana wanaua.
wanamchapa na kansa. Kansa nyingi is spiritual. HIV nyingi ni spiritual. Hii magonjwa mingi unaona ni spiritual. Uligongwa nayo. Lakini kwa sababu haukujua ni spiritual, ukaanza kumeza matembe, ikabadilika ikakuwa physical, medical. Because when something spiritual, it wants you 3 times. Ukisipo change in 3 times, it is perfected, inakuwa. Bwana Yesu asifiwe. So you have to understand what position you are right now and why are you in this position. Are you where you are supposed to be? Are you doing the business you are supposed to do the business? Are you in the church that you are supposed to be? Are you in the ministry? Is your position the right position for you now? Wakati nilikuwa Mungeke, demons zilinipandisha mpaka nikakuwa commander general. Kenya mzima ikaanza kutetemeka. Lakini wakati niliingia kanisani nikaanzisha kanisa, zilinitoa kanisani zikanipeleka bar pale Gong, bar inaitwa Heritage. Nilipeleka zile mashini zote, nilipeleka na Harrison. Nilipeleka nikazipatia na bar za 1.5 million. Nikazipatia na bar. Sasa nilikuwa naenda najaza kitabu. Sikuchukua pesa, najaza kitabu. Nikikunywa leo 20,000 na sign. Nimekunywa 20,000. Ili nipeleka mpaka nikaanza kujikunia. Because they wanted to kill me. They want to make sure I will not preach. When I tried to preach, nikakutana na mapasta wakora. Wakanao wakanishika. Wakanizigira, wakaanza kunionyesha, modu wakai, maguta makume igoro muno. Gutiri mudu ukikuigana utakonka. Kumbe ni watu wakora wa Freemason. Wakanizunguka, wakaniharibu mpaka nikaona. Sasa tulikuwa tunaenda, nakumbuka tulikuwa crusade ya Ebu Stadium ilijaa Friday, Saturday, Sunday. Ebu Stadium ilijaa. Every day ilikuwa na over 5,000 people. Watu waliokoka. Lakini every evening tukienda kwa nyumba tulikuwa tunalala Panesic. Ile nyumba ile hotel inaitwa Panesic. Kuna mtu kasichana kazuri kakutushughulikia. Ma Jameson zikwe juu. Tukimaliza kazi tunaenda huko kumeza ma Jameson. No demon. No kimutu kile kile tachi ta kyawa. Yeka kile ta yawa. Kakutia kiradi. Bae saa 9 usiku hakuna mtu anaona kitu. Hata mnakuta mlianguka chini hapo. Alafu tena ukienda hata kwa kiwaja unanuka tu, unasikika. Baka inabidi ukule mabigiji mingi sana ndio watu wasikusikie unanuka pope. Because they were interested not to allow me to preach the true gospel. Bwana Yesu asifiwe. Na wakanishughulikia, nikaenda kutoka hapo kwa sababu nilikata kamba. Siku ya 3 mimi sikukunywa. Niliambia hawa watu, nikamwambia hapana. What you are doing is wrong. Sasa nimeobea walevi, nikawaambia Bwana Yesu, sitarudi kunywa pombe, Si mimi narudia venye wanarudia. Najua nikikupatia hiyo kiapo hata mimi nakulaga hiyo kiapo. Alafu tumeenda kukunywa. Nikaambia no. Mmoja alikuwa Don, ule mkora wa kina Beatrice huyu. Alikuwa na wengine hapo kina Mweti na wengine. Lakini tulikuwa tunameza. Tunafanya miujiza huko lakini tunarudi kumeza. Mpaka nikawaambia this. Sasa Sunday nikaenda bila kunywa pombe, nikaamua. Nikaacha watoke wote, nikapiga magoti, nikaambia Mungu. Bwana, nikajirudia, Bwana Yesu. Kutoka leo sitakunywa pombe. Na ukoka nimekuja kwako. Wewe shetani, sitakutumikia tena. Nilikuwa najisugumsia. Na nikaenda kiwanja nikafanya miujiza, ikatendeka kubwa sana. Na tuliporudi Nairobi wakaniambia sasa tunaenda Meru. Hii sijui ni nini nilinigia. Nikawaambia tunaenda Kenoru Stadium. Sasa tukawacha maspika huko. Mpaka siku hii, mpaka today, I've never seen those speakers. Na kutoka hapo huduma yangu ikakufa. Na ikaisha kabisa because I decided to become serious. Wakachukua mitabo. Lakini kama nikiendelea kumesa na niendelee mitabo yangu hata Meru nikienda, wangenipeleka hizo mademons, zingenipeleka Meru na zingeita watu wa Merawa kuja waokoke. As long as you don't touch your destiny, they are comfortable with you. But the day you touch the destiny that God purposed you, kaput, unaenda. And that is where we are now. That is why we are suffering. Because
ulijaribu kuguza destiny. Ndio nasema huyu msee anasemaje? Wakati aliokoka, kwa sababu huyu ni mganga katika ulimwengu huo mwingine. This is a witch. Hata ukiangalia macho yake. Unaona macho yake? Ni akigeuza paleto padie na kuwa mnabii. This is a big and a huge prophet of God. Huyu ni mganga. This is a witch. Huyu ni murogi. Naanyita katika ulimwengu ule. Lakini akigeuza upande huu atafanya miracles, atafanya kazi kubwa. The same as this one. Huyu ni kitu kibaya katika ulimwengu wa shetani. This is a real demon. An operating demon. Lakini akigeuzwa arudi upande huu, kazi ya Mungu inafanyika. So that is only what they deal with. They don't deal with anything. As long as uko comfort, they will comfort you. Kuna Wakikuyu wanaenda manaibaka hii wimbo, adone marekererio kanitha. Matikarekererio merire mahonoke ona maigiriro moko, no matikarekererio ke merire tondu kwirire ni kugutumaga wimenye. Hello. And that is the problem we are facing now. Because the day you try to touch on your destiny, that is the day things stopped working. The day a cousin tried to help you uweke biashara, that is the time cousin alipigwa na wewe ukaondolewa. Ulikuwa unapata green card ama visa uende America ukadugwa. Na umezoea kutumia hizo makondomu na hiyo vitu vingine na mipira na nini kila siku, lakini siku hiyo ulisahau. Na ilikuja tu very fast. Na kakaingia. Kaka miezi 3 nasikia huko pregnant. Hiyo story inafanya nini? Inakufia hapo. Unarudi Geshagi unakuwa mama msee na ulikuwa msichana wa town. Ukikutana na wewe huko Geshagi, watu wanasema kale shosho waangania. Na huyu anaambia shosho waangania ni brother yake. Kwa sababu washakugonga, na wakikugonga they make sure you not come back there. They make sure watakugonga mpaka you will not come back. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tukae chini tu. Nimemaliza kisomo. Bwana Yesu asifiwe. Nani amejisikia unaona kweli I'm in that program? Hiyo ya madimoni wamenishughulikia vizuri, inua mkono wako. Unasikia kweli my life ni madimoni wanashughulika. Hiyo sio roho, ni madimoni. There's a big difference. Thank you. Demons are meant to come and destroy your destiny. And they don't care who you are. They don't care whether you are the president. They don't care whether you are a prime minister. They don't care whether you are a bishop or whatever. As long as unaweza kuwa bishop, lakini you have not entered into your destiny. You are there because of a rank. You are there because ulisoma, umefanya theology. You are a bishop because of your theology. You are an apostle because of your theology. Being in the theology does not mean you qualify to enter your destiny. Bwana Yesu asifiwe sana. Having a doctorate degree on theology does not make you succeed in your destiny. Kujua kuthioma na kujua kuhubiri mzuri does not make you a qualified. When Moses alianza kuprogramiwa into his destiny, he was caused to kill. Bwana Yesu asifiwe. He was caused to kill. Na wakati alitoroka, as he was running away, God, because he knows that you got a destiny, he will prepare his soldiers. He will prepare his ways for you. He will make everything work for you if you are aware. Moses ran away. Na alipotoroka akalikutana na wasichana walikuwa wanachota maji. Akawaomba maji. Nao alikuta kama wamejificha, akauliza kwa nini mnajificha? Wakamwambia hapana, hapa kuna mavijana wanatusubuaga sana. Na hama tukikuja kuchota wanakujaga wanatuhala. Akawaambia waite wakuje sasa. Meremoke.
Chana wa Jethro ndio walikuwa destiny connector ya what Moses was to become. So a bad situation somewhere will help you come out into your destiny. The bad situation of these girls caused Moses to get into his destiny. And Moses got in and he succeeded. Bwana Yesu asifiwe sana. And immediately when they went back, wakaambia baba yao ya kwamba baba yako mkamwasho katani hata akaba pana heke modoki hauwe. Kemodoki unege atotetera, nege atohuranira. Edeni mumuite. And from there things were different. Maisha ya Moses ikabadilika, akapata mke na maisha ikaanza mpya. So you just need that moment of your destiny connector. You need that moment, the willingness of God, serving God, working with God. That moment will help you get into your destiny. Hello? So there are people who will come into you who will be destiny killers. They will kill your destiny. And there are people who will come to you who will help you go where your destiny is. These people, they come divinely. You don't organize for them. They come divinely. If only you allow yourself to be used by God, the godly, divinely destiny connectors will come. And if you allow yourself to be used by the devil, the demonic, divinely ordained people will come into you and they will mislead you. They are there. Uko into the crossroad. You are there. It is you to make the decision which kind of a decision you want. It is you to know that today I want to change, I want to no matter the situation, no matter how hard it is, no matter how difficult the situation is, no matter kutoka leo, ati sitakuwa nikipata kazi ile nilikuwa nikipata, sitakuwa nikifanya ile nilikuwa nafanya, but you make a decisive decision. Now unasema from today this is my line and this is what I will be doing. This is where I will be going. And you decide and say, does not matter well who will be for me and or who will be against me. The Bible says Elisha akamwambia yule kijana ati walio na sisi ni wengi kuliko walio na wao. Because Elisha was able to see the destiny, but this man Gehazi was not able to see the next move. Hakuwa naona, alikuwa naona mahali padogo tu. Bwana Yesu asifiwe sana. So you must ask for opening your eyes. The inner eyes must be ready to see. Ukuwe na uwezo wa macho ya ndani kuona, ndio uweze kujua yaliyo ya ukweli na yasiyo ya ukweli. It is not your pastor, it is not your mentor that is supposed to make you get into your destiny. It is you. Wakati huyu kijana alienda akamwambia Elisha, alimwambia kwamba kule milimani kumekuja jeshi kubwa inakuja, na hii jeshi hatuwezani nayo. Alipotoka akamwambia ya kwamba usiogope, maana walionasi ni wengi kuliko. Akamfanya huyu kijana afunguke macho ndio aone. All what you need is that guy, is that woman that will come into your life to open your inner eyes. Na hawakujangi kila siku, anakujaga once in a while. Kwa hivyo huyo mtu ambaye anakufungua macho, akikuja akufungue macho ama ukose kuelewa umefunguliwa macho, that is the end of you. Because nitakuja nikwambie, macho yako ikifunguka shauri yako, isipofunguka shauri yako, mimi nitaenda. Kwa sababu I'm on a mission. Nitaenda to the next phase of life. Nitatumwa kwa mtu mwingine, naye huyo mtu mwingine naye nimwambie, nimsaidie kufunguka macho. Because you need your eyes, your spiritual eyes, to be able to see. And I can only help you to open your spiritual eyes the way I'm teaching you now. I'm sent on a mission to open your eyes to see the kind of a situation you are supposed to be in. Bwana Yesu asifiwe sana. I was in Dubai the other day. I went and did the same. The next day nitakuwa kwingine na kwingine. Take advantage when it is due. Because there's a time utajaribu hata kunifikia. Kuna jaribu siku utajaribu hata kuandika ka message. Unashindwa. Because if my mission ya ku enlighten kama sasa hapa, our mission here is over. Even if we try, it won't work.
We might have to move to another level. Tuinue kiwango. Bwana Yesu asifiwe sana. So that person that comes into your life, it's very important for you to understand this person. Amekuja aje na amekuja kufanya nini? Who could be your destiny helper? Who could be that person ambaye ametumwa kwa maisha yako akubadilishie maisha? Because hauhitaji pesa kutoka kwake. Hauhitaji kupatie chochote. You only need a word from God that connects you. Just one word. It will link you. Anakuja anakuambia Mungu anaenda kukufungulia this. Take that word serious. Because if the season lapses na itoke iende, you will struggle. You will struggle to find, because demons have succeeded. One thing they succeed in you is to make sure you lapse in the timings of God. Kwa sababu neno la kinabii likitoka, unaenda kujenga nyumba pale, it is the season. Ndio kwa maana hiyo imetoka. Usipoanza muradi, usipoanza kakitu kadogo tu kulingana na hiyo unabii, hiyo time ikipita, you will struggle for another 20 years. Or you might not even get. But you will be telling people, it was prophesied, I will become. So destiny destroyers, their first program, they are programmed to remove you from the season and from the time. God works in seasons. God is a God of seasons and a God of times. God will never work outside the season or outside the time. There's time for everything. If you don't find God in that time, maybe ulikimbia haraka ama umechelewa. Wakati you are out of season, you don't get anything. You get a struggle. You will think you are working. You will see that you are working. But because you are outside the season, uta struggle. You will struggle. But when you are in time, when uko katika wakati na majira ya Mungu, everything you touch, it will work. Anything you try to do, it will work. And let me tell you one thing. People will come. People will be sent. Because your destiny has got so many people that are ready to support you. Your destiny iko na supporters wengi sana. There are people wako America wako na pesa yako. There are people wako kwa Warabuni kule wako na pesa yako. God says in the book of Isaiah 45, I'll give you treasures, hidden treasures. Nitavunja gates za chuma na nitakupatia utajiri. Mmefanya nini? Nitakupatia utajiri ambao umefichwa. Kuna mautajiri zimeshikwa na watu wa shetani. Kuna mautajiri zimeshikwa na watu wako mbali hawajaokoka, but it is meant for you. When you are in the process of God, He will cause those people to come and bless you. He will cause those people to come and bring you what you need. Bwana Yesu asifiwe sana. He will cause everything. Kama mtu ako Australia, na kuna mtu ako Israel, na mwingine ako Australia, na mwingine ako Egypt. Wao ndio wamebeba utajiri yako. They will be caused wapatane, ama wewe upatane na wao, wakufungulie milango. Bwana Yesu asifiwe sana. So it is very important for you. Very important for you to understand the timings and the seasons of God. Because these demons, they will deal with your timing and the season that you get out of the season of God. That is where you are finished. The day you come out of the season, you are finished. You are completely. You will struggle, my brother. You will try to open a church, utafungua unafuka. Utafungua unafuka. But when in the season of God, hautafungua kanisa, utaitua kanisa. God will command. When you are in season, God commands things to happen. God commands things to work because you are within. Wakati amerelease, wakati store imeachilia mafiles zako. That is number one, what they did. Number two, demons, once they are through with your timing and season, they deal with your soul. They will capture your soul. Because of desperation,
Kumbuka yule story ya ule msichana alituambia nini? She tried, nothing was working. That is when she decided, wacha nijaribu. That is when she sold her soul. Watu wote wako kwa waimbaji na watu celebrities ambao wameingia kwa shetani. Waliingia, they were in season, but at some point wakakuwa out season. So when they were out season, they tried to maintain the gift while out season. To try to maintain it, it is trying to refurbish it by doing other external forces. Hapo ndio wanaenda kwa waganga, na ndio wanaenda kwa Freemason, na ndio wanaenda kwa wachawi, ndio wapate nguvu ya kureinforce. Now when you go and get nguvu hiyo ya kureinforce, huyu msichana anaweza kukwambia alienda kwa mganga huyo, alimpatia dawa ambayo akifanya hivi inavuruta mtu. What if alikufanyia hivyo na kalala na wewe na hukujua? Kama anakupatia ya kuvuruta wewe, na wewe ni mrembo, ni msichana mrembo, how do you know hukulala na wewe? Na wakati alilala na wewe, how do you know hakuna kitu alikuweka ndani yako? And how do you know, because you are not yourself, how do you know you never signed a consent ya kujipatiana kwa shetani? Because hakuna kitu unaweza kupatiwa na shetani that is not free. Anything the devil gives you, it is not free. He will come for it. And you must sign into a consent with the devil for him to give you. A devil, shetani hana rafiki. Lazima usign consent na mkubaliane. I will be serving you. I will be killing people. I will be destroying families. I will be doing this. I will be destroying businesses. That is, now you have sold your soul. You are acting out of your soul. You don't have, hauna utu ndani yako. Unakuwa mnyama wa kufanya maneno na kufanya vitu without even ujali. Until such a time when you come back, that is when you will start seeing the mistake you are doing. This girl, she has started seeing the mistake she was doing. Yule msichana, she has started seeing the mistake she was doing. Huyu mzee ameona mimi mwenyewe, I had signed a consent ya kusafu shetani. But when I was redeemed back, God has positioned me. Once you be redeemed back, God positions you in his timing and in his plan. That is why God is the master planner. He is the master planner. He will make sure that in the planning, in his planning, you are met. In his plan, you are calculated. In his plan, you become the foundation and the pillar and the wall and the roof of what he intended you to be. It will never be the same if you are not in the system of God. Now once the soul is taken, they ask for your life. Number 3, once the destiny killers get into you, they take away your soul, they get right into you, they take your life. Hapo ndio unarushiwa magonjwa, hapo ndio unarushiwa kujinyonga, hapo ndio unarushiwa kudharauliwa, kuchukiwa, because they have to take you out. Bwana Yesu asifiwe sana. They have to take you out. And they have that plan to make sure you have a suicidal thought. That's number 1. Number 2, you have something that will cause you to be in a situation that will make you be killed. Or unakunywa madawa. Or unagonjeka, magonjwa, depression, mpaka unajiua. So those are the 3 functionaries of a destiny killer. When they come into your life, a man can marry you and become a destiny killer. A woman can marry you na akuwe destiny killer. You can even give birth to a child who will destroy the entire family. Unakuta msichana alipiganisha baba na akapiganisha mama, na hiyo boma ikaanguka, because she was ordained to become what? A destiny killer. You may have a pastor in church, a church like this one, and umekuja tu na unakuwa destiny killer. You may have a business partner, na anaingia kwenye biashara yako na anakuwa destiny killer. Be mindful and watchful of who is in your life. Tell your neighbor, be mindful and be watchful of who is in your life. Because the moment a destiny killer
gets into your life, that is the end of you. The moment the destiny killer comes into your life, you will never succeed in anything. Mtu kama huyu anaweza kuja in the name of the keyboard, lakini amalize kanisa hii yote ishe. Mtu huyu kama huyu anaweza kuja in the name of camera, lakini kanisa yote iende. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. And ukiona nafukuza mtu hapa kama kanisa kama hii, ujue nimemjua. Na mfukuza nikijua huyu amegusa ile mkiha yangu. Nitakufukuza tu na upendo mingi sana. Na nitakupeleka taoni kudunulia chai na nikwambie kule kwako ndo gachoke guka. Simple as that. When it comes to your destiny, no friend, no mother, no father, no brother, no sister, no wife, no husband. Protect your destiny. You only have the destiny. And the destiny is only yours. Nobody else you can share your destiny with. It is you, and it is you alone. Praise be the name of God. May God bless you as you now reorganize yourself, recapturing your destiny. Because God was speaking to me. Ameniambia nyinyi yote, your destinies have been captured. All of you here. And that is why God has given me this word, that I may teach you that you need to regain, to recapture your destiny. Gari, ninulie hii. Ulifanyaje? This speaker. Inua tu. Inua. Hii mic peke yake. Okay. So, nataka tusimame kwa miguu yetu miwili. What I want from you today, I will not do much of the prayers to you, but I will want destiny ni wewe mtu upigana mpaka inairudisha. It's a war. It is not a one day. Wale tuliambi walibeba bahasha wakasema atarudisha leo. Mlirudisha? Yeah? Mko nazo? Sawa sawa. So, nataka tuwe ni class. Hiyo tuwe ni class kule tutaenda ni kuzuri, ni kukubwa. Mtatengeneza klasi mzuri. Na muwe mnachaga pesa, tuwe tutapikiwa kule tunakula watu wa klasi ya madhabahu. Because I want to teach. Don't come just for one day miracle. Aliyokigo kemwasha. Nataka nikupeleke nikufundishe. Nikufundishe. Ndio usirudie hiyo makosa ulifanya, usirudie tena. Na nikufundishe nikwambie hii mtu anatoanga kitu kama hii ndio ufunguke. You have to seal. Kama hiyo mafundisho ya leo, hiyo nimewafundisha, you need to seal. Because nimegusa sehemu kali sana. Usipo seal, ile vita utakutana nayo ni kubwa sana. Kwa sababu wataabiana walikuwa wakifundishwa. Utaenda ukiulizwa kwa barabara, niko kuwodhiete. Nimuhahiole ko sio muko heago. Ni nini hiyo mlikuwa mnafundishwa? Wataenda wakikuuliza kwa barabara. Ukifika kwa nyumba utawakuta wamekaa. Wanakuambia okaliu. Ni mwalikia? Kwa Tadeu sasa umefundishwa destiny yako Sasa si utoke tuone watakupiga. So that is why we give sacrifices. We give sacrifices to seal. Hiyo maneno tumezungumza hapa. Once it is sealed, demons will not be able to see them. But if you don't seal, the demons will capture you before you seal. And they will destroy you before you seal. Hallelujah. So when you are given a prophetic word, any prophetic word, naona ukienda Australia, make sure umeseal with a sacrifice. Hiyo tu nimeona. Kwa sababu walikuwa hawajui utaenda Australia. The demons, they don't know. They wait until they hear karumas. Demons hawajuagi. Wanaongojaga mpaka siku ile utaguza. Ndio wanaambiwa, ushonegira destiny. Kwa sababu what they do, they have monitoring spirit that will keep monitoring until you touch that line. Ile kitu wanajua there is a red line. Ukigusa hiyo line, they will attack you. But they don't know what is inside that line. So whenever we have such kind of teachings hapa, make sure you seal. You do a sacrifice. Otherwise, it is job 0. Ukitoka hapa utalimwa.
utalimwa vizuri, hiyo kazi yako itagongwa. Huyo mume wako atagongwa. Kama mume wako ndio umejua leo ndio destiny helper yako, atagojeka. Utamkuta mama harusi. Na atapimwa vitu zote hakuna, lakini ni mgonjwa. Madaktari wanasema huyu atuachilii. Lakini alaika hatia, hapana. Hata maji hawaweki, lakini wanamsava observation. Bwana Yesu asifiwe sana. So wacha murukaruko. Muache nini? Muache murukaruko. Sit down and be taught. Ndio ujue kujisimamisha, ujue kujipeleka, ujue kufanya kazi, because God is training many people that will liberate this world. From this house, people, the world will be liberated. Bwana Yesu asifiwe sana. Next time uniletee bendera ya United Nations. Bendera ya United Nations imechorwa globe. Lakini ni nini nyingine imechorwa hapo? Kuna nyoka. We must destroy that snake. Hallelujah. But I will have to teach you about it. I will have to teach you about it. But for now, mwambie mwenzako, now I know how to go for my destiny. We have 4 types of people that can link you to the destiny. There is a divine destiny connector. A divine destiny connector. This person will come divinely. Ulikuwa unakuja, ulikuwa unatafuta kwa Waruinge. Sasa wewe ukikuja mnakutana mtu anakuambia ni pale. Those people, they come and disappear immediately. If you don't heed their word, ufike hapa na mang'aa yako, utapotea, and you will not see them again. They are professional divine connectors. Those are the people like this one who will come and do your work around. They will come and they interpret professionally your vision. So you must be very careful with the kind of the people like this one you are working with. Because this guy can destroy you. Ile image anatuma huko nje. It can work, it can destroy. The team hilo naita ati mnafanya nao kazi. If you look at them and see this team is not going anywhere, just do not hesitate to dismantle it, because it is about your destiny. It is about what you want to become. It is not about the friends you have. These friends, they will be friend to you today. Kesho utawakuta kwa mtu mwingine wakisifu huyo. Jana waliimba hosana hosana, wakatandikia Yesu maleso juu ya punda. The following day ndio walisema tunataka Barnabas crucify him. Never have a friend when it comes to your destiny. Never, never, never have a friend. Guard your destiny. Protect your destiny. Fight for your destiny. Hallelujah. Sasa fungua kinywa chako sasa. Nataka ufungue kinywa chako. You claim. I want you to claim your destiny. I want you to claim your destiny. And give me those envelopes. As you return the other envelopes, this class is about giving. Hello? Hello, nisikilize kwanza. This class is about giving. Because no teaching about nitakufundisha na nisikufundishe nikwambie go seal. So usikuje hapa tu kusikiliza, itakupotezea na itakufanya vita ikuinukie zaidi. We must give. On this one is a must. I don't know what you're going to put. I won't tell you put 10 bob. No. But on this class, you must learn to give. And it's not offering sacrifices. Hello? Yes. It is not what? Offering. It is a sacrifice to seal that message. Because right now, they are waiting for you outside there. So nikikupatia bahasha nikampatia kama a protective measure. Ubebe, nitaiombea. Ukienda kule nyumbani hawata kushambulia because nimekupatia bahasha ambayo uko na intent ya kulete. So when you have the intent, na wale ambao mmebebanga mabahasha mnaweka nyumbani, keurumi, that is a curse.
you are in the house. If you have an envelope from any church, uliweka nadhiri na Mungu, ukamwambia nitalete kitu, lakini haukulete, ukamdanganya na yeye alikuondokea. Never kama kuna kitu inaleteanga mtu laana, inaitangwa spiritual mistakes that we make in life. Ni hizo tubahasha mnapelekanga nyumbani. You may go ukose, lakini make sure hata kama haina, irudishe kule ulitoa. Kukosa unaweza kosa, sio lazima utoe. Lakini irudishe, ndio uondoe hiyo nadhiri. Uliambia Mungu nitakutolea. Bwana Yesu asifiwe sana. So upapatie. Chukua tu bahasha moja because of this teaching ya today. Ndio Sunday ujue utaweka nini ulete. Chukua, kila mtu achukue bahasha yake kama unaona it is worth you. If it's not worth you, just leave it. Usichukue uende ukaweka nyumbani. Ya ligiro ni pastor iko huyo. Ndugu ikora kwa hiana tikwenda kwako. Leteni mafuta hapo. Kuna aliye mwema kama wewe. Oh, hakuna aliye mwema kama wewe. Mungu wangu, aliye mwema kama wewe. Oh, hakuna aliye mwema kama wewe. Bethel Clouds TV.